Naam, basi mpendwa msikilizaji wetu mahali popote unapotusikiliza, napenda nikusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Pastor Elisha Grigili wa kanisa la Living Water International Ministries Kahama, Shinyanga. Nachukua nafasi hii kukukaribisha katika kipindi kizuri cha kupendeza. Na kabla ya kuingia kujifunza neno ambalo Roho Mtakatifu ametupa siku ya leo, nitahitaji niweze kuomba kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu wetu, Mungu aliye hai, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Israeli. Baba, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya wakati huu mzuri ambao umetupa. Tunaliinua na kulitukuza jina lako, Jehova. Tunakaribisha uwepo wako katika wakati huu tunapoenda kujifunza neno lako. Roho wako Mtakatifu akawe pamoja nasi, akatufundishe, akatufafanulie, akatueleweshe, akatukumbushe, tukayajue maandiko sawa sawa na neno lilivyokusudiwa. Baba, tunaomba kwa ajili ya neema hiyo. Ninaomba kwa ajili ya msikilizaji ambaye anasikiliza kipindi hiki mahali popote alipo. Baba, ukamguse, ukambariki, ukamsimamie. Ninaomba Jehova ukaguse ufahamu wake, ukampe kuelewa sawa sawa na maandiko jinsi yalivyo. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, na wote tuseme amen. Basi mpendwa, siku ya leo tunaenda kujifunza somo linasema nguvu ya maono katika mafanikio. Nguvu ya maono katika mafanikio. Andiko letu kuu linatoka katika kitabu cha Misali sura ya 29 na ule mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, pasipo maono watu huacha kujizuia, bali anaheri mtu yule aishikaye sheria. Tukisoma katika Biblia ya Kiingereza, tukisoma katika ile Biblia ya Kiingereza ambayo ni New International Version, NIV, inasema maneno haya: where there is no revelation, people cast off restraints, but blessed is the one who heeds wisdom instruction. Tunaona kwamba maono ni ufunuo, ni mwongozo ambao Mungu anaachilia kwa mtu ili aweze kufanikiwa katika jambo fulani. Ili aweze kufanikiwa kwenye eneo fulani, inahitajika ufunuo wa kimungu. Ndio maana neno hili maono ama vision katika lugha ya Kiebrania linatajwa kama kazon. Maono linatokana na neno linalosema kaza. Kaza ni neno linalomaanisha kuona, lakini kile unachokiona ndicho kinachoitwa maono. Kuna kuona, halafu kuna kitu unachokiona. Kwa hiyo kuona ni jambo la kwanza, lakini kile unachokiona ni jambo la pili. Kwa uwezo wa kutafakari na kutafsiri kile unachokiona, Mungu alikuwa anatumia njia ya maono anapotaka kuzungumza na watumishi wake. Anapotaka kuzungumza na watu wake, alikuwa anawapa maono watumishi wake, anawapa maono manabii wake. Kupitia njia ya maono ndio Mungu alikuwa anajifunua, anafunua ile mipango yake, anaonyesha vitu ambavyo anataka kufanya kwa ajili ya wale watu. Yamkini ilikuwa ni baraka ama ni adhabu. Kwa Mungu alikuwa anaanza kumwonyesha nabii wake, anamfunulia katika maono, anampa ule ufunuo. Kwa hiyo tunaona maono yana nguvu kubwa katika mafanikio ya mtu. Maono yana nguvu kubwa katika mafanikio ya mtu. Pasipo maono
Neno la Mungu hapa linatuambia ya kwamba pasipo maono watu huacha kujizuia, bali anaheri mtu yule aishikaye sheria. Kwa hiyo kinachomfanya mtu ajizuie kufanya baadhi ya vitu au kutokufanya mambo fulani ni maono alionayo, ule ufunuo alionao kwa ajili ya kesho yake, kwa ajili ya hatima yake. Unapokuwa na ile picha ya maono yako, yatakuguide, yatakulinda, yatakuongoza. Yenyewe ndio yatakuwa yanakuongoza wewe, yanakuzuia, kwa sababu kuna picha unaona, kuna ufunuo umepata, kuna kitu ambacho umekiona. Kwa hiyo kuna mambo ambayo huwezi kuyafanya hata kama wengine wanayafanya. Kuna biashara huwezi kufanya hata kama wengine wanafanya. Nini kinachokuzuia? Ni yale maono ulionayo. Kwa hiyo tunapata shida sana kwenye wakati huu ambapo unaona dunia nzima, mataifa yanahangaika, vijana wanamaliza masomo yao na hakuna kazi. Wanamaliza masomo yao, wanatafuta ajira na ajira hazipo. Ni kwa sababu huyu mtu yamkini wakati anaenda chuoni, yeye binafsi hakuwa na maono ya kwamba anataka kusomea kitu gani, na je, hicho kitu anachotaka kusomea kinahitajika? Huo ujuzi anaotaka kwenda kusomea shule unahitajika? Kwa sababu maono yanakuonyesha kwamba hiki kitu kinahitajika, hiki kitu kitahitajika baada ya miaka kadhaa ijayo. Hii elimu unayoisomea leo, miaka 5, 10 ijayo, uhitaji wake, ujuzi utakuwa na uhitaji kiasi gani? Kwa sababu pasipokuwa na uhitaji wa ujuzi ulionao na elimu ulionayo, ni ngumu kuja kuona matokeo kwenye hiyo elimu. Kwa hata biashara, hata kwenye jambo lolote, cha kwanza inahitajika ufunuo, inahitajika maono, kwa sababu yale maono ndio yanakuonyesha ufanyeje. Yale maono ndio yanakuonyesha siri ya wewe kufanikiwa, kwamba ukifanya namna hii utafanikiwa, na ukifanya namna hii utapata matokeo haya. Unaanza kuyaona mafanikio kabla hata wakati haujafika. Unaona mbali. Kwa mfano, tunaposoma katika Biblia, tunaona kulikuwa kuna wakati katika taifa la Misri, mfalme wake Farao akiwa ndani aliota ndoto, aliona maono kwenye ndoto, na kwenye yale maono aliona yuko amesimama karibu na mto, na katika ule mto wakatokeza ng'ombe, wakaja ng'ombe 7 kwa ajili ya kuja kunywa maji kwenye ule mto. Wakati anawashangaa, wale ng'ombe walikuwa ni wazuri, wamependeza, wenye afya njema, lakini wakaja ng'ombe wengine 7 waliokonda sana. Hawa ng'ombe 7 waliokonda walikuja wakawala wale ng'ombe 7 wanono, lakini bado hawakuonekana hata kama wamekula kitu. Ufikiria, ni ng'ombe aliyekonda anakula ng'ombe mzima mwenye afya nzuri, na bado huyu ng'ombe aliyekonda anaonekana bado amekonda. Yale maono na ile ndoto vilimpa shida, akawaita waganga na watu wenye utaalamu wa nyota na ndoto waje wamfafanulie yale maono na zile ndoto, lakini wakashindwa kutafasiri maana yake. Akaambiwa kuna kijana Mwibrania yuko gerezani anaitwa Yusufu, yeye anao uwezo wa kutafsiri ndoto. Yusufu alivyoletwa kwa Farao na kutafasiri zile ndoto, akamwambia yale maono uliyoona Farao, zile ng'ombe 7 wenye afya njema, ile ni miaka 7 mizuri. Nchi hii itapata kipindi cha miaka 7 yenye neema, mazao, vyakula vitakuwa vingi sana. Lakini wale ng'ombe 7 waliokonda uliowaona, baada ya miaka hii 7 mizuri ya neema, itakuja miaka 7 mingine yenye njaa kali,
na ile njaa itakuwa ni kali kiasi kwamba watu hawatakumbuka chochote, hawatakumbuka kitu chochote kwenye hii miaka 7 ya neema iliyopita. Kwa hiyo inabidi sasa Farao ujitafutie mtu mwenye hekima na akili ambaye kwenye kipindi cha miaka 7 ya neema akusanye chakula kwa ajili ya kuweka akiba, na hiki chakula kitunzwe kwenye magara ili kije kuwa akiba ya nchi kwenye miaka 7 ya njaa. Farao baada ya kuelezwa habari ile akasema hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kufanya jambo hili aliye na roho wa Mungu ndani yake isipokuwa wewe. Akamchagua Yusufu na kumfanya kuwa waziri mkuu ili asimamie yale maono, kuyaweka katika utaratibu unaotakiwa. Farao alionyeshwa maono, alionyeshwa ndoto, lakini hakujua namna ya kuzitafsiri. Kwa hiyo akamteua mtu aliyekuwa na uwezo wa kutafasiri yale maono na zile ndoto ili kusudi kuja kuiokoa nchi kwenye wakati wa njaa. Tunaona pasipo maono watu huacha kujizuia. Farao alipopewa tafsiri ya yale maono na zile ndoto, alimchagua Yusufu ili asimamie yale maono. Yusufu akajenga magara makubwa katika taifa la Misri. Kwenye miaka ile 7 ya mavuno na mazao mengi, alikuwa na kazi ya kukusanya chakula, maana iliwekwa sheria kila mtu alitakiwa kutoa 1/5 ya mazao yote. Yalikusanywa yakatunzwa kwa ajili ya akiba ya ile miaka 7 ya njaa inayokuja. Wananchi wa kawaida hawakuwa na ufahamu huo, hawakuwa na picha hiyo, hawakuwa na maono hayo. Kwa hiyo miaka 7 ya neema ilipoisha, ilipoanza miaka ya njaa, walijikuta wanaingia kwenye njaa na uhitaji na kuuza kila walichokuwa nacho, mpaka wao wenyewe wakajitoa kuwa watumwa wa Farao. Lakini wote kwenye miaka 7 ya mavuno walipata mazao mengi, lakini hawakuwa na maono kwa ajili ya miaka 7 iliyokuwa inakuja baadaye. Kwa tunaona kwamba kumbe maono yanafanya mtu aweze kujizuia, yanamfanya mtu aweze kufanya vitu ambavyo ni tofauti na wengine. Kwa mfano, kwa mwanafunzi ambaye yuko shule mwenye maono kwa ajili ya maisha yake ya baadaye, atajitunza, atajilinda, hata kuwa mtu wa kwenda disco, hata kama wanafunzi wengine wanakwenda disco, hata kuwa mtu wa kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi, hata kama wengine wanafanya, kwa sababu anajua hiki kitu kitaharibu maono yangu, kitakwamisha ndoto yangu siku ya kesho. Sintafikia mafanikio ya ndoto zangu kama nitafanya mambo haya. Kwa tunaona kwamba maono yanasimama kama kiongozi, yanasimama kama guide point, yanamuongoza mtu. Pendwa, ukiwa unapita kwenye wakati ambao ni mgumu, muombe Mungu akupe maono. Muombe Mungu akufunulie maono, kwa sababu ni katika kuona ndipo ambapo wewe utaweza kufanya vitu vya tofauti. Ndipo ambapo wewe utaweza kufanya vitu vya tofauti. Lakini pasipo hivyo, ina maana utaendelea kupata shida. Utaendelea kupata shida. Lakini unapopata maono yale yatakuongoza. Katika Biblia kuna habari inamuhusu Yakobo. Yakobo alikuwa anafanya kazi kwa mjomba wake Laban. Alikuwa anafanya kazi ya kuchunga mifugo ya mjomba wake, na ule ndio ulikuwa mshahara wake, kwa sababu alikuwa amempenda mtoto wa Yakobo, alimpenda Rahel. Baada ya kumpenda Rahel, binti mdogo wa Laban akamwambia, nitakuozesha mwanangu, kwa sababu wewe ni ndugu yangu, ni mtoto wa dadangu, lakini itabidi ufanye kazi ya kuchunga mifugo kwa miaka 7, kisha nitakuozesha. Kwa kuwa Yakobo alimpenda Raheli vizuri, akakubali kufanya kazi. Kafanya kazi miaka 7. Ilipoisha, inafanyika sherehe ya yeye kupewa mke. Akapewa mke
Kumbe mke aliyepewa usiku ule wa sherehe anakuja kuamka asubuhi, hajapewa Raheli aliyekuwa amempenda, kapewa Lea binti mkubwa. Akamwambia mjomba wake, mjomba, umenifanyia nini? Je, hatukukubaliana nikutumikie kwa miaka 7 kwa ajili ya Raheli? Mjomba wake akamwambia, ni kweli kabisa, lakini sisi huwa hatuna utaratibu huo wa kumwozesha mdogo kabla ya mkubwa. Kwa hiyo kama bado unampenda mdogo, basi huyu mkubwa tumeshakupa ni mke wako, lakini yule mdogo inabidi tena utumike miaka 7 mingine, naye atakuwa mke wako. Ikabidi akubali. Kwa hiyo miaka 14 alifanya kazi kwa ajili ya kupata mke, lakini maisha yalikuwa ni magumu. Mshahara ulikuwa unabadilika kila mara, mshahara ulikuwa unabadilika, haueleweki. Ikafika hatua sasa amechoka, anatamani kuondoka, anatamani sasa akaangalie mambo ya familia yake, anataka aondoke. Kwa hiyo akawa anamweleza baba mkwe wake, ni wakati wa kuondoka, ni wakati wa kuondoka. Kwa kilikuwa ni kikao kikubwa cha yeye kutaka kuondoka kwa baba mkwe wake, lakini baba mkwe wake akamuuliza, sema mshahara wako utakao nami nitatoa. Haya ni maongezi. Yakobo akamwambia, umejua jinsi nilivyokutumikia na jinsi wanyama wako walivyokuwa kwangu, maana mali yako ilikuwa hapa kabla sijaja, nayo imezidi kuwa nyingi. Bwana akakubariki kila nilikokwenda. Basi sasa nitaangalia lini mambo ya nyumba yangu mwenyewe. Anataka aruhusiwe aondoke, lakini Labani akamwambia jambo kwamba, akamuuliza, nikupe nini? Yakobo akasema, usinipe kitu, ila ukinifanyia neno hili nitalisha wanyama wako tena na kuwalinda. Nitapita katika wanyama wako wote leo na kutoa huko kila mnyama aliye na madoadoa na marakaraka na kila mnyama mweusi katika hao kondoo na aliye na marakaraka na madoadoa katika mbuzi, nao watakuwa mshahara wangu. Na haki yangu itanishuhudia katika siku zijazo utakapokuja kwa habari ya mshahara wangu ulioko kwako. Kila asiye na madoadoa au maraka katika mbuzi au asiye mweusi kwenye kondoo akionekana kwangu, itahesabiwa kuwa ameibiwa. Labani akafurahia, akasema, na iwe kama hivyo usemavyo. Kwa hiyo Yakobo akachukua wale kondoo waliokuwa na madoadoa marakaraka, akawafanya kuwa ndio mali yake. Ni nini kilichompa ujasiri wa kufanya hivi Yakobo? Ni kwa sababu tunaposoma katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 31, katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 31 tunaona ujumbe mzito kuanzia mstari wa 10. Mstari wa 10 unasema, ikawa wakati wale wanyama walipochukua mimba, naliinua macho yangu nikaona katika ndoto, na tazama, mabeberu waliowapanda hao wanyama walikuwa na milia na madoadoa na marakaraka. Mstari wa 11, na malaika wa Mungu akaniambia katika ndoto, Yakobo. Nikasema, mimi hapa. Akasema, inua basi macho yako ukaone, mabeberu wote wanaowapanda wanyama wana milia, wana madoadoa, wana marakaraka, maana nimeona yote aliyokutenda Labani. Kwa hiyo Mungu alimwonyesha Yakobo namna ya kumbariki, kwamba chukua hawa kondoo, mwambie Labani akupe kondoo hawa walio na madoadoa, hawa ndio wawe mshahara wako, kwa sababu ninataka kukubariki kwa namna tofauti, kwa sababu nimeona alivyokutendea Labani. Baadaye kilichofuata, Mungu akamweleza namna ya kufanya, akampa maelekezo jinsi ambavyo atafanya. Baada ya kuwachukua wale kondoo waliokuwa na madoadoa, akawachukua kisha akajitenga na Labani. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 30 mstari wa 37,
Yakobo akatoa fito za mlubna mbichi na mlozi na mwaraboni, akazibabua maganda, mistari myeupe ionekane ndani ya hizo fito. Akazisimamisha fito hizo alizozibabua katika mabirika ya kunyweshea maji. Pale walipokuja wanyama wanywe, wakachukua mimba walipokunywa. Wanyama wakapata mimba mbele ya hizo fito, wakazaa wanyama walio na milia na madoadoa na marakaraka. Yakobo akawatenga wanakondoo, akazielekezea nyuso za makundi zielekee kwa wale waliokuwa na milia na kila aliyokuwa na malakalaka na madoadoa. Ikawa kila walipopata mimba wanyama wenye nguvu, Yakobo akaziweka zile fito mbele ya macho ya hao wanyama katika mabilika, ili kwamba wachukue mimba katika hizo fito. Lakini wanyama walipozofika hakuziweka zile fito. Basi wale dhaifu walikuwa wa Labani na wale wenye nguvu walikuwa wa Yakobo. Kwa hiyo mtu huyo akazidi mno, akawa na wanyama wengi na vijakazi na watumwa na ngamia na punda. Mstari huu wa 43 katika kitabu cha Mwanzo sura ya 30 kinasema, kwa hiyo mtu huyo akazidi mno, akawa na wanyama wengi na vijakazi na watumwa na ngamia na punda. Mungu alitumia njia ya tofauti kumbariki Yakobo. Alitumia njia ya maono. Alimwonyesha namna ambavyo kondoo watakaozaliwa na mbuzi watakaozaliwa watakuwa wa rangi gani, wa namna gani. Kwa hiyo akamtaka afanye kama alivyoona. Kwa hiyo tunaonyeshwa kwamba maono yana nguvu kubwa katika mafanikio ya mtu. Haijalishi uko maeneo gani ama uko nchi gani ama uko kwenye kampuni gani, kama hauna maono ya namna ya yeye kufanikiwa mahali ulipo, bado itakuwa ngumu sana. Yakobo alifanya kazi ya kuchunga kondoo miaka 14, lakini maisha yake yalikuwa ni magumu ya shida. Lakini baada ya kupewa maono na kufunuliwa na Mungu, ile miaka 6 ilibadilisha maisha yake. Miaka 6 alikuwa ni tajiri mkubwa, alikuwa ni mtu aliyefanikiwa kiasi kwamba mpaka watoto wa Labani wakawa wanamwonea wivu. Haleluya! Labani mwenyewe alimwonea wivu. Unasema nimejuaje? Angalia kile kitabu cha Mwanzo sura ya 31 mstari wa kwanza unasema, basi Yakobo akasikia maneno ya wana wa Labani wakisema, Yakobo amechukua mali yote ya baba yetu, na kwa mali ya baba yetu amepata fahari hii yote. Yakobo anachukua mali yote ya baba yetu, na kwa mali ya baba yetu amepata fahari hii yote. Mstari wa pili unasema, Yakobo akaona uso wa Labani, ya kuwa hakumtazama vema kama jana na juzi. Yakobo akaona uso wa Labani, ya kuwa hakumtazama vema kama jana na juzi. Yakobo alibarikiwa kiasi kwamba watoto wa Labani walimwonea wivu. Hata Labani mwenyewe alimwonea wivu kwa sababu alikuwa amepata mafunuo. Ninakuombea Mungu akupe mafunuo kwenye jambo lolote unalotaka kulifanya. Mwambie Mungu, ninaomba mafunuo, nipe maono kuhusiana na hiki ninachotaka kukifanya. Nisaidie nisikifanye kwa akili zangu za kawaida. Nisaidie nisifanye kwa akili zangu za kibinadamu. Akili zetu zina ukomo, lakini maono ya Mungu hayana ukomo. Nimekueleza neno hili maono kwenye lugha ya Kiebrania linamaanisha kazon, lakini kwa lugha hiyo hiyo neno kuona linamaanisha kazoa. Kaza ni kuona, kazoni ni maono. Kile ulichokiona. Unapoangalia kitu lazima uone kile kitu. Ndio maana Mungu wakati mwingine alipokuwa anawatokea watumishi wake alikuwa anawauliza unaona nini? Wakati anataka kuanza kumtumia Yeremia alimuuliza unaona nini? Kwa sababu kitu cha kwanza kwenye ofisi ya unabii, Mungu alikuwa anataka nabii wake awe na uwezo wa kuona tofauti na wengine. Ndio maana zamani manabii walikuwa wanaitwa waonaji. Leo tunao manabii wengi sana, lakini macho yao hayaoni chochote.
ni vyao tu, lakini hawaoni. Nabii ana uwezo wa kuona hali itakavyokuwa miaka 7 ijayo, miaka 10 ijayo, miaka 5 ijayo. Ili taifa liende hatua fulani, linatakiwa lifanye 1, 2, 3. Tunahitaji manabii wenye uwezo wa kuona, kwa sababu kwenye kuona kuna nguvu. Amen. Mpendo unayenisikiliza, chochote unachotaka kukifanya, mwambie Mungu, fungua macho yangu, yafumbue macho yangu ili nipate kuona yale maono ambayo umeachilia kwangu. Iwe ni biashara, iwe ni chochote unachofanya, nchi yoyote uliopo, haijalishi uko taifa gani, lakini kama hauna maono, fursa zilizoko kwenye hilo taifa halitakusaidia. Lakini Mungu akifunua macho yako, utaona fursa zilizoko kwenye hilo taifa na zitakusaidia. Ni maombi yangu Mungu afunue macho yako uweze kuona kwa namna ambayo hujawahi kuona, kwa sababu iko nguvu kwenye maono, na hiyo nguvu ya maono inaweza kuleta mafanikio yako. Yakobo aliteseka miaka 14 anachunga kondoo za baba mkwe wake na anateseka. Mshahara unabadilika, hakuna lolote. Lakini Mungu alipomfunulia macho akaona, alimwambia Labani kitu kikubwa kwamba mimi sinipe chochote, ukinitendea jambo hili tu, ukanipa wale kondoo wenye madoadoa marakaraka milia, ndio wawe mshahara wangu. Labani aliwaona wale kondoo walikuwa ni dhaifu, hawana chochote. Hakuwa anajua siri iliyokuwa iko ndani ya wale wanyama, nini kinakuja. Mungu akusaidie. Kama ni mwanafunzi, kama ni kijana unafanya biashara, usifanye biashara kama wengine wanavyofanya. Mwambie Mungu, nifunulie hii biashara niifanye katika uongozi wako. Mungu atakufunulia, atakupa maono ya tofauti, atakupa maono ya tofauti. Halipo jambo gumu la kumshinda Mungu. Hakuna jambo gumu linalomshinda Mungu. Mungu wetu anaweza. Nataka nikutie moyo rafiki. Nataka nikutie moyo popote ulipo. Sijui unasikiliza hiki kipindi kutokea nchi gani, taifa gani, lakini nataka nikwambie kwamba Mungu wetu anaweza. Mungu wetu ni mkuu sana. Anaweza kukufunulia vitu ambavyo hujawahi kuona. Ni yeye ambaye anasema kwenye kitabu cha Isaya ile sura ya 45 na ule mstari wa 3, anasema ya kwamba nami nitakupa hazina za gizani. Haleluya! Kwa sababu kuna hazina zingine ziko zimefichwa. Hizi hazina hatuzijui zilipo, lakini Mungu wetu anajua hizi hazina ziko mahali gani. Ndio maana anaahidi jambo kama hili. Kwa hiyo tunamhitaji Mungu sana ili aweze kutufunulia, maana tunaposoma kwenye kile kitabu cha Isaya sura ya 45 ule mstari wa 2 na wa 3, neno la Mungu linasema, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza, nitavunja vipande vya milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Huyu ni Mungu wa Israeli, anaweza kufunua macho yetu. Ni maombi yangu Mungu akusaidie. Yawe ni maombi yako kuomba Mungu afunue ufahamu wako, akufunulie yale macho yako ya ndani. Usitazame kwa macho haya ya nyama. Kuna fursa ziko wazi, lakini lazima macho yafunuliwe ili kuweza kuziona. Ninakuombea juu ya hilo popote ulipo. Naitwa Mchungaji Elisha Girigiri, na namba yangu ya mawasiliano kwa njia ya WhatsApp ni 0763 24 61 56, kujumlisha 255 763 24 61 56. Email yangu ni elishagirigiri89@gmail.com. elishagirigiri89@gmail.com. Kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, YouTube natumia Elisha Girigiri. Popote ulipo ninakukaribisha sana.
una jambo unatamani tuweze kuomba kwa ajili ya jambo hilo, usisite kutushirikisha. Lakini pia na kukaribisha katika kuunga mkono huduma hii ili iweze kwenda mbali zaidi. Unaweza kutushika mkono kwa sadaka yako ya utumishi. Namba yetu ya kupokea sadaka ni 0764 600 600, 0764 600 600, kujumlisha 255 764 600 600. Popote ulipo, karibu sana, endelea kufuatilia vipindi vyetu na Mungu wa mbinguni akubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninasema asante kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Mbariki Baba mahali popote alipo anaposikiliza kipindi hiki. Baba, mpe haja ya moyo wake, funua macho yake ya ndani, mpe maono kama ulivyompa Yakobo, mpe maono kama ulivyompa Farao, mpe maono katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asifanye mambo kwa akili zake mwenyewe, bali wewe Mungu uliye hai umtangulie na umsimamie. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaomba na kushukuru, na wote tuseme amen.